Watu wameenda, watu wote wameleft yani. Nini kinaendelea? Watu tulikuwa tuko 200 kasoro hapa. Kuna shida gani? Yaani live ya leo nani kaingia jamani humu ambaye sio mtu sahihi? Why? What is going on? What is really going on here? Mara umeme, mara sui nini, mara sui nini. Kuna shida gani? Nilikuwa nashangaa watu hawanioni tena. Yaani nilikuwa naona naambia watu waongee hichi, hamna kinachoendelea. Baadaye naenda kugundua na kukuta imeganda, alafu hakuna sababu yoyote. Hakuna sababu yoyote yani. Yaani umeme umerudi na live ika stuck. Hebu tu share the live, watu wajue tuko live ambao wametoka. Maana mimi nikaona bora niikate, nimekata nikaposti. Kwa sababu naona sasa watu hawarespondi. Nilivyoona hamrespondi nikaona naona hamna tena respond. Na hapa tuko kipengele, yani tupo kwenye kipengele cha muhimu. Yani ndo tuko kwenye kipengele cha muhimu mno. Yani ndo tumefika kipengele cha muhimu mno. Share live watu ambao walikuwepo hapa waone. Yani tupo kwenye kipengele cha muhimu sana. Alafu imagine watakuwa wamefikiri nimeend live. Yani tuko kwenye kipengele ambacho sasa hivi hata kama uwezi kufanya chochote, una idea, una nini, una uwezo kutengeneza hela. Imagine, can you imagine that? Ambao mpo kwenye live huko ili pause. Sasa tumerudi live. Make sure unaingia live sasa hivi. Nataka niendelee sasa hivi. Yani tuko kwenye kipengele cha muhimu zaidi, yani sana. Yani tupo kipengele cha muhimu sana. Kwa hiyo kwenye live sasa hivi right now. Kwenye Instagram sasa hivi right now. Bonyeza hapo, njoo kwenye live. Sasa naona watu waliokuja hapa wako nusu. Yaani wengine hawajaja bado. Wengine wanahisi tumemaliza live. Sasa watabaki wamebaki juu. Lakini kwa mtu ambaye kweli anatamani kujua ambacho nafundisha hapa, ameona live imekatika na sijamaliza, lazima hatarudi. Si ndio Yeah. Lazima hatarudi. Watu ambao hawatarudi na maana basi hawakuwa serious. Si ndio? Au nyewe mnasemaje? Kweli mtu alikuwa hapa yuko serious kabisa kama wewe? Hebu imagine usharudi hapa sasa hivi. Alafu sasa hivi yeye hajarudi. Hakuwa serious. Au nyewe mnasemaje? Haya, nimeshawaita, nimeshawapostia huko. Nimeshawapostia huko kama tuko live tena. Haya. Naona wamerudi. Wamerudi nusu, tupo nusu. Lakini all in all, mimi nataka niendelee. Ambao wamerudi ndo hao leo ilikuwa siku yako. Kama wengine hawajarudi, sasa sijui tunawasaidiaje. Sawa Mimi sijui tunawasaidiaje kwa kweli. Then watumie link hapa. Sasa watu wanataka linki ya kuja kwenye live ya Instagram jamani. Haihitaji linki. Instagram haihitaji linki. Sasa watu wanasema tupe linki jamani. Instagram haihitaji linki. Watu wanasema tupe linki.
Imagine ambao wanasubiri, bora waache, si ndio? Bora tuwaache tuendelee. Ambao watamisi basi, mi naona wanasema tu niwape linki tena. Sijui mara ya kwanza walijoini vipi. Mbona mimi nikaona bora nasema tu niwape linki tena. Sijui mara ya kwanza walijoini. Okay, sisi tuendelee. Tulikuwa tumefika kipengele muhimu sana. Tulikuwa tumefika wengi kwanza mnasema niendelee. Okay. Sasa ambao watamiss basi hatuna namna ya kuwasaidia. Sisi ngoja tuendelee. Sasa nilikuwa nakwambiaje? Nilikuwa nawaambia kwamba kwa mfano sasa wewe ndio umeshaelewa pale, umeshaamua kwamba mimi nataka kuwa affiliator. Wewe unaendaje kuwa affiliator? Na hapa nimekupa mifano ya affiliators. Sasa kuna mtu ambaye atasema kwamba mimi sio maarufu na inawezaje? Mimi naendelea wakati wanaendelea kujoin. Haina shida. So unaweza kuwa affiliator na mifano ya affiliators nimekupa hapo. Si lazima uwe mtu maarufu, kwa sababu mtu atasema ngoja mimi basi inabidi mimi niwe mtu maarufu. Kwa mfano hapa Tanzania kuna wasanii pia wa Tanzania ambao wapo kwenye kozi yangu, wengine mimi nawasimamia kabisa, ambao wanafanya affiliate na wengine wanajifunza namna ya kufanya affiliate kwa sababu wana influence lakini sio affiliators. Kwa hiyo unaweza ukawa wewe ni influencer lakini sio affiliator. Imagine mtu ananipigia. Na tuko live hapa sasa. Halo? Tuko live ndugu yangu. Mbona wewe unapiga huku? Amna cha linki, nenda Instagram search page yangu uingie kwenye live pale. Ndugu zangu, wengine bado wanaomba linki. Watapitwa na hatuwezi kuwasubiri. Hebu tuendelee. Haya, kwa hiyo watu wanachokifanya wanaenda kwenye zile platform. Zile platform ambazo nimekuelezea. Unakumbuka niliwatajia zile platform? Zile platform. Kuna sehemu ambako wewe kama wewe mwenye product una uwezo wa kwenda pale uka-upload products. Kuna watu huko wananiuzi. Jamani, yani kuna watu ndani kwenye haya magrupu, mimi sijui mna shida gani. Hakuna linki ya kuja wewe Instagram. Unaweza ukaja Instagram kwa kubonyeza hiyo linki ambayo nimetuma sasa hivi, ama ukaja tu kwenye peji yangu tu kawaida. Njoo kwenye peji yangu pale, bonyeza kwenye ukurasa wangu pale, njoo kwenye peji yangu director_Malugu. Ukimaliza gusa kwenye profile, utakuja moja kwa moja kwenye live. Sasa kuna watu huko hadi wanapiga simu na kuambia wengine wamekwama, wanasubiri kabisa kuingia live. Serious. Wengine wapo kwenye live sasa hivi na ninavyoongea hapa na hii voice note na wachelewesha. Wengine wapo live sasa hivi ninavyoongea hapa kwenye hii voice note wanasubiri. Wanasubiri nyinyi ndo mje. Alafu wewe uko hapo na wewe unasubiri link. Jamani, utapitwa, na ukipitwa usiniulize swali. Kwa sababu hapa nilipo sasa hizi ndo muda leo nimeupata wa kuongea live leo. Sasa wewe ukiwa hapa kwenye group yetu unasubiri link, yani utaki hata kujishughulisha ukaja kwenye Instagram kuangalia kuna nini. Unataka tu ubaki hapa unataka ubaki hapa kwenye group alafu na link ikufuate hapa. Ndugu yangu, unapoteza muda na siwezi kukusubiri. Ambao wanaweza ndo hawa tunaenda nao. Ujui namna ya kuingia live Instagram? Basi ndugu yangu. Basi, yani kwanza hata mtu asinitumia hata message yoyote ile. Yani watu hapa wako inbox wengi, yani wengi, unajua wengi. Wapo, yani wengi, wapo inbox hapa. Wanasema, "Madam, si mimi hiyo live tena." Hawaji. Sasa sijui hapa niko salangu, sijui niko salawa hata sielewi. Yani hawaji, na hapo watu wanasubiri. Mimi nahisi kama tunawapotezea muda watu wengine ambao wanasubiri. Nimesha forward hii voice note magrupu yote. Mtu akikwama tena basi. Haya, sisi tuendelee. Mimi nimeshajitoa. Haya.
hizo platform nilishazimention mara ya kwanza. Sawa nilisha mention hizo platform mara ya kwanza. Mara ya kwanza tulikuwa tuko 190 na kitu. Tulikuwa 190 na haina shida. Ambao wataweza kuja basi, ambao hawataweza basi tunawaacha tu, hatuwezi tena kufanya chochote. Haya, sasa tufanye hivi. Mimi ngoja niendelee. Ambao mmesahau zile platform, ngoja niziandike hapa tena. Seller.com. Sasa ni zile platform. Unaenda kwenye zile platform. Sasa hivi mtu akisema tena sijaelewa hizo platforms, sijui hata nitakuelewaje. Seller.com. Hata na wenzako hapa watakuandikia Seller.com. Hizi platform, unaona hizi platform Seller.com, Sellfunny. Unaweza ukaenda StakeCart. Na zingine nyingi, Digi24, popote pale ambapo wewe unaweza kwenda. Yes, unaona watu ambao walikuwa active wanawaandikia hapo. Zile platform nimeshataja toka mwanzoni, sawa Kwa unaweza ukaenda kwenye hizo platform. Hizo platform ni sawa na soko tu. Unaweza ukaingia upande ambapo wewe ndo una upload product, unaingia upande kama creator, kama mmiliki wa product. Wewe una upload pale product yako sasa. Waliopo kwenye Signal, mbona nishawaambia kitu ambacho kinaendelea. Waliopo kwenye Signal na wahamishia WhatsApp. Wewe upo kwenye group la Signal kweli wewe? Haupo serious? Fuatilia voice note niliyotuma. Na upo kwenye Signal na uko hapa unaongea hata vitu havieleweki. Haya, namba yangu hauna? Jamani. Waliopo kwenye group la Signal nimewaelezea mule ndani. Tena nyewe walioko ndio kwenye group la Signal sasa hivi mnakuja kupata siku 35 tofauti na siku 30 ambazo wewe umelipia. Hata hamna shukrani kwanza wengine. Ndio kama wewe. Una hata shukrani rafiki yangu. Tuma namba yako sasa hivi nikutumie muamala. Tuma namba yako hapa live na kutumia muamala wako sasa hivi. Zahara sasa hivi. Tuma namba yako ya simu sasa hivi. Nikutumie muamala wako. Kwa sababu huwezi usikilizi hata kwenye group la Signal hujasikiliza kumbe nilichokisema. Hautaweza kukopi Signal rafiki yangu. Kwa mtindo huo hutaweza kukopi Signal Zahara. Hutaweza. Is this AI on? Why is noticing my face? It's like he's moving with my face. This AI, I think he's on. I don't know. Don't leave it like that. Okay. Hebu ngoja niendelee na watu ambao wako serious hapa. Sije kuwapotezea watu. Okay, wale ambao mmeshaona platform. Mmeona platform, si ndio? Yes. Mmeona platform? Yes. Yes, wale ambao mlikuwa mnataka platform. Mmeona hizo platform? DM sijibu. DM ziko karibia 10,000. Najibu chache sana. Sijibu DM. Njoo WhatsApp. Zipo karibia 10,000. Ni ngumu kujibu. Alafu kuna link pale inajijibu yenyewe. Kwa hiyo zile DM kwa sababu kuna link inayojijibu yenyewe siwezi nikajibu DM. Alafu mnaouliza maswali wakati niko hapa naelezea nataka niwatoe kwa sababu mnawachelewesha ambao wanataka kusikiliza. Nyie mnauliza maswali muda ambao wa maswali haujafika. Ndugu yangu, ngoja mimi niendelee. Mtu ukiuliza swali tena wakati sijafika mwisho na kutoa. Kwa sababu wengine wanachelewa. Niko hapa nikujibu wewe peke yako. Okay, so ukishafika kwenye zile platform, unajisajili upande ulioandikwa affiliator. Hakikisha umechagua upande ulioandikwa affiliator. Ukishachagua upande ulioandikwa affiliator, jisajili pale kama affiliator. Ukishajisajili kama affiliator, kuna baadhi ya platform affiliator ni bure, lakini kuna baadhi ya platform watakwambia ulipie. Kwa nini unalipia? Kwa sababu ile platform inaenda kukuruhusu wewe kupromote product za watu bila kuzifanyia kazi. Umenielewa vizuri? Kwa mfano Seller wanakwambia ulipie na hisi ni 22,000 ya Tanzania, 2022 ya Tanzania. Ukishalipia ile 22,000 ya Tanzania, unaruhusiwa kukopi na kuchukua product ya mtu yoyote ukaiuza. As long as mmiliki wa product ameridhika na percentage ambayo yeye ataipata kila unapouza. Wewe ukiuzia wateja wako, yeye kuna percent ambayo anaipata yule mmiliki wa product. Sio, unanielewa mpaka hapo?
Kwa hiyo kama mmiliki wa product amekubali na ameiweka product yake kwenye upande wa affiliators, ina maana tayari ameshakubali product yako iuzwe na watu wengine. Kwa mfano unazungumzia product ya mambo ya mapishi, unapozungumzia product labda sijui ya mambo ya education, unafundisha mambo ya AI, sijui unawezekana kabisa ukao ujui mambo ya AI, inawezekana kabisa ukao ujui mambo ya trading, inawezekana ukao ujui kabisa mambo ya sijui mambo ya trading, course ya trading, course ya forex, course ya nini, lakini kuna mtu ameandaa mafunzo yote kuhusu trading, anaijua trading vizuri, ama anaijua forex vizuri, ameielezea, amekaa chini, amerekodi video, sijui nini, mapicha, mifano, kila kitu, ameiweka ile kozi sehemu ambapo wewe unaweza ukaenda kuichukua na ukawauzia wateja wako popote unapopataka. Sijui unanielewa? Kwa hiyo ni rahisi kama hivyo, na nikwambie kuna baadhi ya kozi ukiafiliatia unapata wewe faida, unakuta labda ni $1,000 faida yako. Kuna baadhi ya kozi ukiafiliatia faida yako inakuwa ni $2,000. Kuna baadhi ya kitu ukiafiliatia, ukiingia ukawa affiliate wa kile kitu, unapata malipo ya $500, $200, $100 hivyo. For example, kuna watu ambao ni affiliators wa nguo, ni affiliators wa Gucci, ni affiliators wa Chanel, ni affiliators wa, umeelewa vizuri, hizo luxury brands, au ni affiliate wa brand yoyote ile, hata Shein, yoyote ile, yeye ni affiliate wa hiyo brand. Unanielewa vizuri? Na huyo mtu anaingiza hela kupitia yeye kuaffiliatea tu. Kuna watu ambao wanaendesha magari mazuri, wanajenga nyumba nzuri, hajawahi kutengeneza product hata moja kwenye maisha yake, yeye ni affiliate tu. Na wajua mimi watu ambao, na wajua wanafunzi wangu wa Nigeria hapa ambao wanaingiza mpaka milioni 4, milioni 5, hawana product kabisa na hawajawahi kukaa chini akatengeneza kozi yoyote ile, yeye ni affiliate. Na nikwambie, kama wewe kwa mfano wewe ni Mtanzania, hujui Kiingereza, unataka kuwa affiliate wa product za nchi nyingine za Kiingereza, upate wateja wa Marekani, upate wateja wa US, upate wateja wa wapi, upate wateja wa nchi tofauti tofauti, wa UK, wa Canada, wa same tofauti tofauti, lakini wewe ni mtu ambaye unazungumza tu Kiswahili, lakini unatamani uweze kuwa affiliate wa product za watu wa Kiingereza, unafanyaje? Unachokifanya, unaingia mule, una screenshot description ya product husika, maelezo yale ya mwanzoni, unaenda ChatGPT, unamwambia nitafsirie nijue hii product inahusu nini, kama hujui Kiingereza. Sawa? Akishakutafsiria, ukishaelewa product inahusu kitu gani ya huyo mtu, sawa akishakutafsiria, ukishaelewa inahusu kitu gani, ichukue ile product, mwambie ChatGPT nitengenezee tangazo la Kiingereza la kutangaza hii product kama affiliate. ChatGPT itakutengenezea tangazo. Chukua ile tangazo, ingia kwa AI, tengeneza ile tangazo na AI. Tengeneza hata la picha na AI. Yaani ni rahisi mno. Kwa mfano mnaona hicho kipeperushi changu ambacho nimeposti hapo kwenye ukurasa wangu kinachosema kwamba leo kutakuwa na live saa 2 usiku. Hicho kipeperushi sijaenda kwa designer, sijaenda sijui kwa wanatoga nini? Wanatoga nini hao, wana design vipeperushi, wana design mabango, wana design nini? Sijaenda kwa mtu kama huyo. Nimeenda tu nikaandika sentensi moja kwa ChatGPT, nikasema nitengenezee hiki, nitafundisha, nikaweka tu picha yangu pale. Picha yangu hii hapa, nitengenezee kipeperushi kinachosema kwamba nitakuwa live Instagram saa 2 kamili usiku za Tanzania. Ndani ya sekunde 2 kipeperushi kimetengenezwa. Kwa hiyo una uwezo wa kutengeneza tangazo lako kwa ChatGPT haraka sana. Ukimaliza kutengeneza ile tangazo lako, kama umetarget wateja wako wawe wa Nigeria, kwa mfano Nigeria ina watu kama utitiri, Nigeria ina watu kama mvua, yani ina watu, yani nchi ambayo ina watu, ndo kama hivi nchi ambayo ina watu inalemewa hata umeme inabidi waupumzishe kidogo, yani ni nchi ambayo ina watu wengi, ina population. Mtu ambaye upo Nigeria nadhani wewe pia ni shahidi yangu. Yani hii nchi ina watu wengi. Hiyo kuna nchi zina watu wengi. Kuna nchi kama India ina watu wengi, China ina watu wengi kibao, yani. Nchi hizo Dubai wapo hapo kuna watu kibao. Rusha tangazo lako uelekeo wa huko. Hakikisha yani ingia tafuta product ambayo itapendwa nchi hiyo. Jadili na ChatGPT, product hii itapendwa nchi fulani, ndio. Chukua tangazo sasa, weka uelekeo wa hiyo nchi. Nenda, yani kama hujui namna ya kuboost matangazo, mtafute mtu anayejua namna ya kuboost matangazo, mwambie ili tangazo ni boostie. For example, ngoja nipe mfano mdogo tu. Unaona tangazo langu la leo ambalo mmeliona nyinyi? Mara ya kwanza nilikuwa hata sijaliboost. Ni watu tu wameliona automatically manually.
Hasa nilivyolibusti, nimeweka tu $10. Unajua katika $10 ambazo nimeweka nimepata watu wangapi? Zaidi ya watu 200, 300 wako kwenye grupu sasa hivi. Wanakaribia 300. Tangazo ambalo lilipita niliweka tu $10. Ndani ya siku moja watu ambao waliingia kwenye grupu ni watu 1023. Grupu likajaa siku hiyo hiyo. Ina maana kumbe mtu unaweza ukaa tu na $10, $20, $30 ikakurushia tangazo ambalo litaenda kwa watu wengi na ukauza na ukaona hela. Imagine wewe una invest pesa kidogo mno, yani kuweka tu tangazo, yani tangazo liruke huko, watu wanakuja wananunua. Unachokifanya ni unaenda tu kwenye zile platform unajiandikisha kama affiliate. Haitaki wewe maarufu. Unaona hapa nilivyosema kurusha tangazo, nimesema kwamba kuonyesha tangazo kuonyesha sura kwenye tangazo lako. No. Sio lazima uonyeshe sura kwenye tangazo lako. Unaweza tu kurushia tangazo, sura yako haipo pale. Mwambie tu IT, mimi nirushie ile tangazo liende huko duniani, lionekane Nigeria. Ama kama unajua namna ya kurusha tangazo lirushie peke yako. Uwezi una hela ya kumlipa IT, nenda YouTube, andika tu namna ya kurusha tangazo liende Nigeria. Mimi nipo Tanzania, nataka nirushe tangazo langu lionekane Nigeria. Nataka nirushe tangazo langu lionekane sijui Ghana. Nataka nirushe tangazo langu lionekane. Umenielewa? Ukimaliza unaweka pale namba yako ya benki. Hela watu wanavonunua, yani watu wanavonunua wewe haikuhusu, watafundishwa na nani wewe haikuhusu. Cha msingi tu wamependa hiyo product uliotangaza huko, wamenunua, watakapo wale watu wanaweza tu pale inamletea lipia. Kama umependa haya mafunzo, lipia. Yule mtu akilipia, wewe hela yako inaingia moja kwa moja kwenye dashboard pale, unakuwa unaziona. Unakuwa unaona hela zako kwenye dashboard pale kwamba okay, unakuwa unatumia pia email. Unakuwa pia unaona email. Kila mtu anaponunua unakuwa unaona email. Kwamba kuna mtu kanunua saizi yuko Ghana, kuna mtu kanunua saizi yuko South Africa, kuna mtu kanunua saizi yuko Dubai, kuna mtu kanunua saizi, unakuwa unaona kwenye email yako, inakuwa ina pop up. Umenielewa? Ina pop up kwenye simu yako. Messages zinakuwa tu zinaingia kwamba kuna mtu kanunua, kuna mtu kanunua, kuna mtu kanunua. The end of the day ukienda kwenye dashboard yako sasa, kama umejisajili kwenye platform ya Seller, ukienda kwenye seller.com, unaona pale watu wote ambao wamenunua. Unaona pale watu wote ambao wamenunua, na unaona pale hela yako ambayo imeingia kwa product ambayo ukuitengeneza. Wangapi wamependa hii idea? Yani wangapi wamependa hii idea? Kama umependa hii idea, hebu comment hapo nimependa hii idea kwanza. Nijue kama mmependa hii idea. Sasa imagine hawa wasanii ambao mnawafahamu, hawa watu ambao tayari wana umaarufu pia, wanautumia na umaarufu wao plus sijui nini na nini. Yani wanaingiza shilingi ngapi? Wanaingiza hela nyingi mno. Umependa hii idea? Wow! Watu hapa wana comment, I'm in. Huyu hapa kasema nimependa hii idea, nimeipenda. Yes! Umependa hii idea? Sharp, hutumii nguvu. Na nikwambia unaingiza hela kwa sababu kuna baadhi ya vitu ukiviafiliatia. Yani kwa mfano kuna watu wanaafiliatia mawigi, kila ukiingia tu mtandaoni unaona yeye ana set tu wigi, sijui pale nini, atajibandika, ataelezea. Ukienda kwenye bio yake kuna link pale, unanunua kupitia link yake. Ameikopi kupitia ile kutoka kwenye ile website, kutoka kwenye hizo platform. Vanessa Mdee, nenda kwenye bio yake sasa hivi, Vanessa Mdee. Tukitoka hapa tukimaliza live, nenda kwenye search tu Vanessa Mdee, angalia kwenye bio yake. Ukienda kwenye bio yake utaona kuna vitu pale ambapo ukivinunua yeye Vanessa Mdee, wewe analipwa yeye tayari na ile platform. Jamani, ni maisha ni rahisi. Yani ana haja ya kuanza kufungua biashara Kariakoo, ana haja ya kuanza kufungua sio biashara pale Ubungo nanili, ana haja ya kufungua biashara wapi? Yeye biashara yake ipo kiganjani. Hivi unanielewa? Dunia ya sasa hivi unaweza ukachagua product popote pale. Yani hata unaweza ukawa wewe mwenyewe affiliate wa Amazon, unaweza ukawa affiliate wa chochote kile unachokitaka wewe. Cha msingi tu uchague platform ambayo kwa nchi yako inalipa. Basi. Na ndio hicho ambacho mimi nakipambania hapa. Uweze kujua platform gani ambazo wewe utaingia zitafanya kazi, kwa sababu watu wengi ambao wanaingia kwenye hizo platform wanagundua kwamba hazilipi kwa Tanzania. Kuna baadhi ya platform kwa Tanzania hazilipi. Ni rahisi kuaffiliate, anafanya affiliate, anachoka, baadhi mwisho wa siku anakuja kugundua hailipi kwa Tanzania. Au hailipi kwa Afrika. Hailipi wa Afrika. Sio lazima uwe na laptop. Unaweza kuwa na simu yako tu.
Sio lazima uwe na laptop wala nini. Yaani wewe na simu tu. Wewe na simu. Si umeniona kwenye simu hapa Wewe na simu tu. Leo kama umenisikiliza kuanzia mwanzo, umeelewa nilivyoelezea namna ambavyo utachukua idea yako kichwani. Kama wewe unajua chochote kile, yani unajua tu kupika maandazi, unajua tu chochote kile, chukua idea yako, nenda ChatGPT, tengeneza product, toka hapo nenda Canva, tengeneza pale. Affiliate wa Temu sikushauri. Unatoka hapo, unaingia Canva. Ukimaliza kuingia Canva, unachukua product kutoka pale Canva, unaenda kuihamishia kwenye nini? Kwenye platform. Kama huwezi hiyo, basi nimekupa option ya pili. Option ya pili ni wewe kuwa affiliate. Unaweza ukawa affiliate wa nchi yoyote ile, product yoyote ile. Sasa nataka hapa mnisikilize kwa makini sana. Wakati unaenda kuwa affiliate, kuna vitu vya kuvijua, kuna vitu vya kuvifanya, kuna vitu vya kuvizingatia. Kuna baadhi ya kampuni haziwezi kukubali bila vigezo. Kuna baadhi ya vigezo watavitaka kutoka kwako. Kwa mfano, kuonaga mtu ambaye anasema kwamba download hii application, weka code number sijui nani, weka code number promo code Queen Malugu, sijui promo code sijui nini, promo code sijui vikapanda vikarudi. Zile vitu vyote zile ni affiliating. Mkimuona Rick Ross ameshika kinywaji hivi, ukienda kwenye bio yake kuna linki, ni affiliate. Yaani alafu nikwambie, unawajua watu ambao ni matajiri kuliko wewe, tena ni mamilionea kuliko wewe, na wao ni affiliators, na wengine wana digital products zao. Kwa nini wewe usifuate mkumbo? Tena wana hela kuliko wewe na wanafanya hiyo kitu. Je, wewe ambaye sasa hizi ndio unajitafuta, si ndio unahitaji zaidi? Yes. Wewe ambao unajitafuta unahitaji zaidi, yani unahitaji zaidi. Sasa unaendaje kuwa affiliators wa hizo kampuni? Sometimes unaweza kuwa una dollar account, unatamani sijui kufanya sijui na nini. Kuna baadhi ya dollar account, kwa mfano dollar account ikiwa ya CRDB, ikiwa ya benki yako ya Tanzania, kuna platform haikubali hiyo dollar account. Sasa unaenda kufanyaje ndugu yangu? Ukiingia kwenye hizo platform, nenda YouTube, jifunze usiku na mchana, uulize ChatGPT, jifunze na wewe pia mpaka upate ambayo inafanya kazi. Ambaye umenisikiliza mpaka mwisho, unaona umeelewa vizuri, lakini bado unahitaji msaada wangu mimi kama mimi ni kusupport wewe. Mimi kama mimi niwe coach wako, mimi kama mimi niwe mwalimu wako, mimi kama mimi ni kuongoze wewe kwenye hii safari. Unataka mimi nikuongoze, lakini sio bure. Mimi nikitaka kukuongoza lazima unilipe. Yaani ni lazima ulipie. Unataka mimi ndo nikuongoze, haijalishi utalipia, haijalishi itakuwaje. Hizo idea ambazo uko nazo kichwani mpaka sasa hivi, kuzihamisha kuzipeleka huko ChatGPT, unaona kabisa hii kitu inaweza ikawa ngumu. Nitahitaji mtu ambaye ana experience aweze kunishauri. Nataka access na wewe Queen Malugu, nikikutext muda wote nataka wewe unanijibu, nataka nije DM, nataka niweze kuongea na wewe anytime na unishauri, nataka niende kuwa serious na hii kitu. Kama umeona namna ambavyo wanafunzi wangu wanalipwa, yani kama nani anasema sauti imekata, hata kama mic nanili sauti mnanisikia? Sauti yangu inasikika? Era anasema sauti imekata. Erasto Moses anasema sauti imekata. Atafute simu. Ndiyo, sauti hipo. Ndiyo, unasikika. Sauti haijakata. Okay, hapo nimeelewa. Kumbe nasikika Nimesema hivi, ambaye unataka mimi nikusimamie wewe kwenye swala lako, unataka wewe sasa mimi niwe mwalimu wako na upo tayari kulipa. Hebu comment hapo nijue kama kuna watu wanataka msaada wangu kwanza. Kama hawapo, nijue kabisa nimemaliza to end live. Aache kutumia Tecno. Jamani. Why? Sauti ipo. Okay. Okay. Ndio. Okay, sasa iko hivi. Wale ambao wanataka mtu kakomea mti hapa, nipo tayari. Unasikika?
Tuachane na mimi kusikika. Mimi hapa nauliza swali lingine. Okay, yes tupo. Mimi nipo tayari. Ndio nataka msaada wako. Mimi nahitaji msaada wako. Mimi nipo tayari. Mimi nipo tayari kulipa. Aha. Serious? Kumbe hapa nipo na watu ambao wapo serious kupita maelezo. Yaani haijalishi ni kulipa, haijalishi ni nini, wanataka mafanikio. Jamani, hebu kwanza type ongera kwa hawa watu. Yaani kama uko hapa, hebu type ongera. Na kama ni wewe, jipongeze mwenyewe, sema najipongeza. Hebu type hapo unajipongeza ndugu yangu. Kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, mtu yupo tayari. Ina maana mtu tayari ameshachoka kuhangaika na mambo yasiyolipa. Mtu kashaamua mimi nitafanya. Haijalishi ni kulipia. Mimi kabisa nimeshaanza kuwatisha kwamba hapa mimi lazima unilipe, na bado unasema uko tayari. Ina maana mpo serious kuliko hata ninavyofikiria mimi. Wow, yes. Ongera, jipongeze. Yes, you deserve it. Yes, kabisa. Una deserve kujipongeza. Why nasema una deserve? Kwa sababu miaka 2 mbele utajipongeza zaidi. Yaani kwa mfano mimi sasa hivi waga kuna muda tu nikikaa nasema embu ngoja kwanza nitoke out kwanza. Embu nifanye hivi, embu nijipe raha, embu nijipeleke hoteli moja nikalale siku 3. Embu nijipeleke sehemu fulani. Yaani mtu anakuwa na unakuwa unajipongeza every time kwa sababu what if nisingefanya? Niliwezaje kufanya? Yaani kuna muda najiulizaga niliwezaje kutoa maamuzi. Mimi nilikuwa nafanya network marketing. Wengi hapa wengine wananifahamu. Mimi nilikuwa nafanya network marketing. Nikwambie, nilikuwa naona hela, lakini zile hela zilikuwa zikai mikononi. Kuna the way network marketing ambayo nilikuwa naifanya, kuna the way ipo. Zile hela ukaina, yani uzioni. Zinaondoka yani. Kuna the way. Yani inabidi uzitumie, yani inabidi ziondoke immediately. Nilikuwa sizioni, nilikuwa nimechoka hiyo situation. Mtu anajua unafanya kazi, mtu anajua wewe unajituma, mtu anajua wewe ni mchapa kazi, mtu anajua unapataga hela, alafu the end of the day huna hiyo hela. It was so painful. Alafu kuna the way network marketing nyingi zinataka uwe muongo kupita maelezo. Yaani unaishi tu, ukienda ukifunga maombi kuna mtu anajiuliza hivi nimefunga kweli leo. Ukiongea tu na mtu unajikuta ushaongea kitu ambacho hakitakiwa kuongea. I was so tired. Nikasema one day nitaacha hiki kitu, lakini nikiacha naenda kufanya nini? Naenda kufanya kitu gani mimi? Ni nini nitafanya sasa? Guess what? Mungu amenifungulia milango. Njia hizi hapa. Hii hapa kitu nafanya ambayo inalipa, yani napata hela ambazo sijawahi hata kuzifikiria. Yani kuna hela ambazo zimeingia za mwezi uliopita hujaanza hata hujazifikiria, yani hata kuzianza kuzitumia, lakini zingine zishaingia. Sharp. Nafanya affiliate na digital product, lakini at the same time nafanya trading. Nikiingia trading, nikianalyze mwenyewe, nikaingia kwenye market, nikiweka market yangu kubwa, nikiingia sokoni kubwa na uwezo wa kuingiza $20,000 na uwezo wa kuingiza $30,000 kwenye trade moja. Ningefanya wapi hiyo kitu? Lakini vyote hivi nimejifunza hapa sasa hivi na nimelipa gharama yake. Ndio maana watu naoona hapa mnasema nipo tayari. Na waelewa, kwa sababu umeshafika level ambao upo tayari hata kama ni kulipa, yani yamekufika hapa. Upo tayari hata kama ni kulipa, hata kama ni nini, yamekufika hapa. Nataka nitoke kwenye hii situation. Na kuelewa. I was there. Yani uoni hela, unaishi tu watu wakijua unapataga hela alafu zioni. Haya, tuendelee, niache kujielezea maana mimi kwa kutoa shuhuda. Haya. Ambao mnataka mnilipe nikusaidie, nataka nikueleze ni vitu gani ambao utapata kama mimi nikikusimamia. Sawa Nataka nikuelezee ni vitu gani utapata kama mimi nikikusimamia. Namba 1, watu ambao ni wanafunzi wangu, cha kwanza kabisa kabla hujanilipa unatakiwa wewe ni mtu ambaye unapenda maendeleo, wewe kama wewe una passion, unataka kutoboa wewe kama wewe. Kwa sababu ninapoenda kukusimamia nataka tuwe na spirit inayofanana. Yaani mimi sipendi uvivu, sipendi visingizio, sipendi sijui mimi unajua mimi yani mimi hivyo vitu na allergy navyo, sipendi hivyo vitu. Yaani nataka mtu ambaye anataka maendeleo. Sio nakwambia tutapita njia hii, mimi ndo nakuwa active kuliko wewe mwenye changamoto yako. Yaani alafu mimi sipendi kumshawishi mtu kabisa.
Yaani mimi nianze kukushawishi sitaki. Kama unataka ushawishiwe, usiwe mwanafunzi wangu kabisa. Nataka mtu ambaye wewe unajua majukumu yako yanakushawishi kuliko kitu chochote kile. Yaani majukumu yako yanakushawishi wewe peke yako. Hayo majukumu uliokuwa nayo, ukiangalia majukumu, ukiangalia hili, ukiangalia lile, ukiangalia umri unaenda, ukiangalia muda unaenda, ukiangalia ulivyo na akili, ukiangalia mambo uliyowahi kuyaanza, ukiangalia maduka uliyowahi kufungua, yaani ukiangalia vitu ambavyo umewahi kuvifanya na havijakulipa, una ushawishi wa kutosha. Wewe ndo mtu tunaweza tukafanya kazi. Mtu ambaye anataka kwanza ni mshawishi, yaani yeye yuko zake comfortable. Kama hajanishawishi basi mimi siwezi. Kama upo zako comfortable, usilipe kabisa, wala siwezi kuwa mwalimu wako, kwa sababu tutagombana. Mwalimu ambaye anataka mwanafunzi ufanikiwe kuliko wewe mwanafunzi, itakuwa ngumu. Kwa hakikisha kabla hujawa mwanafunzi wako kuna vigezo na masharti kuzingatiwa. Lazima wewe ni mtu ambaye wewe ndio unataka mafanikio yako, umechoka, yani kuna situation umeichoka, unataka wewe mwenyewe kutoboa. Yani uwe baba yule ambaye baba ana majukumu, ana familia, ana hiki, anataka kile, yani anataka kutoboa. Si unanielewa? Kingine umo ndani naenda kukufundisha, utapata access ya kozi yangu ambayo nimerekodi. Nimerekodi zaidi ya miezi 6. Nikarekodi kozi ambayo nimeelezea mule ndani kila kitu. Makosa ambayo nilishowahi kuyafanya wakati najitafuta peke yangu, wakati sipo tayari kulipia kozi, wakati nafanya peke yangu, wakati naenda YouTube, nilitapeliwa, nilifanya hivi, makosa yote ambayo niliwahi kuyafanya kwa kuamini ndio njia sahihi, nilivyofeli, nilivyonyanyuka, ikaendaje. Wewe ambaye simu inaisha chaji, wewe nikutoe ili mwayo uwai zako kwenye chaji, sawa? Wewe nikutoe. Haya, kwa heri, kachaji simu. Haya, umeona namna ambavyo nilipitia hayo machangamoto yote na namna ambavyo niliweza kutoboa. Umo ndani nimekuelekeza yale makosa yote ambayo niliyafanya mimi huwezi kuyafanya, kwa sababu nimekuelekeza njia direct sasa ya kupita. Umo ndani nimeeleza namna ambavyo unaweza kwenda kuzigundua platform ambazo kwa Afrika hazifanyi kazi kabla hujapoteza muda wako. Kabla hujaingia kwenye hiyo platform ukaanza kuingia, ukachukua pale course sijui nini, ukaaffiliate, ukamaliza, ukaona kabisa hela zinasoma kwenye dashboard pale milioni 20, milioni 30, milioni 40, milioni 100, ukashindwa kuzitoa. Kabla hujaingia kwenye dashboard, hata ukaupload product yako na ukaona kabisa mauzo, alafu the end of the day ukitaka kutoa pesa yako wanakuambia tuletee PayPal, sijui mara PayPal iwe imesajiliwa Marekani, sijui vikapanda vikarudi. Utaki kufanya makosa yote hayo ninayoelezea hapa, yote nimewahi kuyafanya. Yote nimewahi kuyafanya. Mimi nimenunua affiliate, nimenunua kozi 12 kujifunza affiliate sahihi. Umenielewa? Madam, mimi nahitaji kulipia leo saa 1 kamili usiku, Okay. Umenielewa? Sasa wewe utaki kuyapitia hayo yote. Unataka ukienda uende direct, yani upate mtu ambaye unamuuliza swali, madam, hapa nimefanyaje? Hapa niko sahihi? Hapa nimeshatengeneza product yangu, hapa unaionaje? Vipi hii product itafaa kuuza kwa Nigeria kweli? Hii product itafaa kuuza kwa China? Hii product unavyoiona nilivyotengeneza hivi niko sahihi? Naweza nikakupa access kwenye product yangu kaangalia kama nimeweka kila kitu sawa. Kwenye kozi utajifunza kila kitu, lakini still utahitaji msaada wangu. Na kuadi kwenye grupu. Mimi nina grupu kabisa la watu wako hapa. Wako kwenye the most updated course hii hapa. Hawa watu wote wako hapa kwenye grupu. Ni watu ambao wanaongea mule ndani, wanaulizana maswali, wanajifunza, wanaongea. Naomba namba ya kulipia. Jamani, hao wanaomba namba za kulipia huku WhatsApp. Msije WhatsApp, subirini hapa hapa. Grupu hili hapa, the most updated affiliate marketing course. Wapo kwenye grupu, wanajadili, wanapeana ushauri, wanafundishana mambo kibao. Mambo kibao ambao tayari wameshajifunza tayari kwenye kozi, ambao wana experience, na mimi pia nawasaidia humo ndani. Na wewe pia utakuwa added kwenye grupu. Kingine ni kwamba kuna baadhi ya affiliate platform, ukienda pale wewe kama wewe, wanakuambia no, lazima uwe na certificate. Kabla hujawa affiliate kwenye kampuni yetu lazima uwe na certificate. Kuna baadhi ambao wanakudai certificate. Ukimaliza kozi yangu mwanzo mpaka mwisho unapata certificate, international certificate. Unapata cheti cha kuhitimu kama affiliate professional na digital marketer professional.
Kwa hiyo hata ukienda ukataka kuaffiliatea kwenye chochote kile watakuruhusu. Hata ukitaka kwenda kuwa affiliate wa wapi watakuruhusu, kwa sababu una international certificate. Sio hivyo tu, nitakufundisha namna ya kuweka bei, namna ya kuuza umo ndani ya course. Sio hivyo tu, ndani ya course utajifunza vitu hivi vitatu vya muhimu sana. Digital marketing ni nini, inafanyaje kazi, na utakavyotengeneza product yako wewe mwenyewe hata kama hutaki kuonyesha sura yako. Sawa Lakini pia affiliate marketing ni nini, namna ambayo utaenda kuwa affiliate marketer mzuri hata kama we tayari ni affiliate marketer wa siku nyingi, namna utakavyoenda kufanya kila kitu. Ukishakuwa kwenye kozi yangu unaingizwa kwenye grupu. Sawa usijali. Kwa hiyo namna utakavyoenda kuwa affiliate wa kimataifa. Lakini pia namna ambavyo wewe unaweza kuaffiliatea kozi yako ama kufanya kazi zako zote bila kuonyesha sura yako kabisa kama upendi. Lakini pia wale ambao wanapenda, ambao mnauliza price, nitawatoa. Hivi sijafika mwisho, nyie mpo hapo bei gani? Hebu mtulie kwanza. Kwani nimemaliza? Umeona? Kwa hiyo pia umo ndani nitafundisha namna ambavyo wewe unaweza kwenda kuwa superstar. Kama unapenda kuwa superstar, kama unapenda kuwa maarufu, yani unataka kuwa maarufu. Kwa mfano ndani ya kozi yangu mimi kuna masuperstar wa bongo na wengine hata sio wa bongo pia. Wapo ma influencers au mnao wafahamu nyinyi wakubwa, wapo wengine kwenye kozi yangu, ila tu wengine hawataki kuadiwa kwenye group kwa sababu wako private. Kwa hiyo nimewadi kwenye broadcast. Kwa hata kama na wewe uko hapa unajua wewe ni mtu maarufu, wala usiogope. Unaweza ukawa umeingia hapa na fake account, wewe ni mtu maarufu, unajua kabisa, unawaza sasa itakuwaje. Sio lazima uingie uzo kwenye group. Kama upendi kuwa kwenye group, nina broadcast ya watu maarufu na watu maalumu. Kuna watu maarufu na kuna watu confidential. Watu confidential, kwa mfano wewe unajua wewe ni mbunge, wewe sijui ni mtu ambaye yani unajua kwamba mimi ni confidential, sitaki kwa sasa hivi kuwa kwenye group. Nina broadcast yao. Kuna hawa influencers ambao pia hawataki kuwa kwenye group, lakini kuna wengine wako free. Niweke kwenye group, niweke popote, niko free, dunia ni free. Anataka pia kuwepo kwenye group ili aone wanafunzi wengine wanasemaje, wanajadiliana nini, wanasemaje kwenye group, wanachat nini, tunaongea nini, tunashauriana nini. Hao wote ni wana next over money movement. Wanatengeneza pesa online, hawajali chochote. Wapo watu wa hivyo. Kwa hiyo kama wewe unajali, basi utakuwa kwenye broadcast. Hujali, utakuwa kwenye group. Sawa Yes. Kingine ambacho utapata ni nini? Kama unataka kuwa superstar, ambacho nimeelezea hapa, nitakufundisha namna ya kuwa superstar, namna ya kuwa maarufu, namna ya kujiboost, utoke kuanzia followers 0 mpaka followers maelfu, malaki ukitaka. Unataka kuwa superstar speed, ama unataka tu kwenda kwa speed ya kawaida? Kwa sababu speed kubwa sana inabidi kuna baadhi ya vitu vifanye. Vingine ni hatari, sio kwa afya. Vingine ni hatari, kwa mfano kama wewe sio strong mentality, labda wengine watakucomment ya negative, wengine watakutukana, wengine wewe labda kama ujali unataka kuwa superstar haraka, hiyo mbinu nimefundisha huko. Kama unataka kuwa superstar kidogo taratibu, utafuata njia rahisi za kawaida, pia unaruhusiwa. Labda wewe ni maarufu lakini unataka kuongeza, pia utajifunza humo ndani ya kozi hiyo moja. Sawa Yes. So hii kozi ni $1,000. Yaani ukitaka mimi nikufundishe muda wa kujifunza ndani ya kozi hakuna limiti ya muda, kwa sababu unapewa access ya kozi. Nikishakupa access ya kozi, yani nikishakuadi kwenye hiyo kozi, nikishakupa access, wewe mwenyewe ndo utaamua. Kuna mtu mwingine yuko busy, yupo kazini akiingia pale anaweza kusoma tu masaa 2 kwa siku. Mwingine yuko busy, akiingia pale anaweza kusoma tu lisali 1 kwa siku. Mwingine yuko busy, akiingia pale anaweza kusoma siku nzima, hata hayuko busy, ana muda wa kusoma kabisa siku nzima. Kwa utamaliza kusoma kozi yako haraka kulingana na muda uliokopo nao. Lakini kitu kingine ndani ya kozi ambacho ni very unique, kozi zote hazina. Hii kozi ni the most updated course. Kivipi? Kila siku nikipata mbinu mpya, kwa sababu kumbuka hakuna kitu kinadumu milele. Kuna watu ambao walishanunua course za affiliate miaka iliyopita, mpaka sasa hivi wakiangalia kuna mbinu hazifanyi kazi kabisa. Yani hazifanyi kazi hata kidogo. Hazifanyi kazi hizo mbinu za affiliate, hazifanyi hizo mbinu za course, hazifanyi. Ndio maana kuna watu ambao wana digital product hawauzi. Kuna watu ni affiliate hawapati hela.
kwa sababu wanatumia mbinu za kizamani, zimepitwa na wakati. Kwa hiyo kwenye kozi yangu mimi nimeweka mbinu mpya sasa hivi, na kadri dunia inavyokuwa, dunia ya AI, mbinu mpya nikigundua, nakaa chini na rekodi na waadia kwenye kozi, na watangazia tu kwamba nimeadi kitu kwenye kozi, nenda mkasikilize kipengele A, au nimeadi kitu kwenye kozi, nenda ukasikilize kipengele B, ama nimeadi kitu kwenye kozi, nenda kasikilize kipengele fulani, na waadia for free. Malipo ambao ulishalipaga ni one time for life, utalipa mara moja tu maisha yako yote. Kwa hiyo chochote ambacho nitakiadi na adi mwenyewe, kwa sababu nataka watu wote ambao ni wanafunzi wangu waweze kupata update kadri dunia inavyokwenda mbele. Kwa miaka 5 mbele, kuna baadhi ya vipengele ambavyo nimefundisha sasa hivi, labda miaka 5 mbele vitakuwa haviko hivyo. Labda miaka 5 mbele kutakuwa kuna platform nyingi zaidi. Labda miaka 5 mbele kuna vitu ambavyo vitakuwa yani ndo vinapiga hela, yani ndo moto. Maafilieta wengine na wauza kozi watawarekodia na watawalipisha watu. Lakini wewe ambaye upo kwenye kozi yangu utapata for free, kwa sababu nitarekodi na nitawaekea mule ndani. Yes! Umenielewa? Sasa ni $1,000. $1,000 mnaijua? $1,000 ni shilingi ngapi? Hebu mtu aelezee hapo $1,000 ni shilingi ngapi za Tanzania? $1,000 ni shilingi ngapi za Tanzania? $1,000 ni shilingi ngapi za Tanzania? Hebu muandike hapo tuone kama tunaenda na $1,000 au tunafanyaje. Hebu andikeni hapo. Matokeo yapo mengi mno, siwezi nikaleta zote hapa. $1 million. No. 1 million for which country? 2.5. No. Nadanganya, sio milioni moja. Sio milioni moja. Ambao mnaandika bei ambazo sio za kweli, mimi nitawatoa hapa. Ampo serious. Mimi niko serious, nyinyi mnatania. $2,700,000. $2,700,000, $2,600,000, $2,500,000, $2,700,000, $2,500,000, $2,700,000. Yeah. Ambao mnasema $2,500,000 nyinyi. Sio kweli. Hamna dola ambayo ni 2,500 kamili. Kwa Tanzania ni 2,600, 2,600, 2,700, 2,700 na 2,600 na. Yes. Kwa hiyo ni kama $2,207,000 hivi. Tufanye ni kama $2,207,000 hivi. $2,207,000 hivi, $2,206,000. Okay. Je, nilivyoelezea hii kozi na unavyoniona mimi hapa, vibe nilionayo, nguvu niliyokupo nayo, kwanza mimi na wanafunzi wangu ambao wanatengeneza hela. Yaani na wanafunzi wangu ambao kwa mwezi wanatengeneza $10,000,000 mpaka $15,000 za Tanzania kwa kozi hiyo yangu. Wamejifunza kutoka kwenye kozi hiyo $10,000, 15 za Kitanzania wapo kwenye kozi yangu. Wanatengeneza milioni. Na wababa hao, nina hao wa mama, nina hao wa mabinti wa kaka wametengeneza product. Nina huyo mbaba ametengeneza product ya vifaa vya ujenzi, anaelezea, yani anauza product yake $600,000, yani kozi yake ni $600,000. Anatengeneza hela. Na baba wa vifaa vya pikipiki ametengeneza kozi yake, anauza $400,000. Kujifunza kwake ni $400,000. Mwingine anauza $200,000 wa vifaa vya pikipiki. Na mwingine ambaye ni wa magari, anajua namna ya kuagiza magari. Sasa huyo ni mpya. Yaani huyo ni mgeni. Sasa nakwambia ametengeneza kozi yake, kanionyesha jana mauzo, nikabaki jana peke yake tu, yani jana peke yake nikabaki mpaka huu mwezi unaisha wewe utakuwa umebutua. Yani mpaka huu mwezi unaisha lazima atakuwa ametengeneza $10,000,000. Yani ni ana mwendo, ana speedi bala. Na huyo mama anafundisha mapishi, na mwingine anafundisha kusuka nywele, sijui na nini, ana saluni yake. Sasa ameamua kuiweka kwenye digital product. Guess what? Yani ni anauza product yake, digital product, na anauza kupitia wale watu wake. Yani wale watu wake ambao sasa ndo anawauzia ile digital product, wanaambia sasa kama nikitaka vitu kama hivyo kwako unavipata wapi? Yeye tena ndo anawauzia. Yani amedouble mauzo. Yani unajua, alafu nina huyo binti ameniambia mimi nataka niwaonyeshe namna ya kutengeneza losheni.
yupo anaiandaa product yake. Nimemwambia ni usiuze chini ya 500,000 maana madini aliyoweka humo ndani. Wanafunzi wangu mimi wanapiga hela. Wa Nigeria ndo hawa hata ndo siwezi hata niwaelezee. Hawa ndo wanapiga hela bala. Wanafunzi wangu wa Tanzania ambao hawana digital product, wanao affiliate hata hii kozi yangu tu, wanaopiga hela sio chini ya 2 milioni 3 kwa mwezi. Kuna mmoja huyo ni mama, ni mfanyakazi, ni mwajiriwa. Mwezi uliopita sijamuuliza vizuri, lakini nadhani amefunga na 5 milioni na mwezi uliopita tu. So it deserve. Nikikwambia ni milioni 2.7, it deserve. It's really deserve milioni 2.7. Kwa sababu mimi waga na calculate dola kwa mara 2,700. Kwa hiyo ni milioni 2.7. Lakini ngoja nikwambie kitu. Hii kozi nilipanga iwe dola 1,000 kweli, na wakati na rekodi, nguvu niliyoweka, material niliyoweka, nilivyotafuta mbinu huku na kule, nilijiapiza itakuwa dola 1,000. Lakini baada ya kurekodi nikafikiria, nikaona watu kwanza wamelipia kabla hata kozi haijatoka, watu 70 wamelipia. Niwatajie tu hela ndogo, lipia, ni wakalipia. Nikaona kama watu wako tayari kunisikiliza kiasi hichi, kwa nini nisifanye tu hii kozi ikawa bei ndogo? Kwa sababu nilipanga ikitoka itakuwa bei kubwa. Nikasema okay, basi ikitoka. Nilisema ikitoka itakuwa dola 1,000. Nyie lipieni tu, ikitoka kozi, ikitoka watu wakaanza kusoma itakuwa dola 1,000. Lakini baada ya kozi kutoka nimekaa nikafikiria, nikaona hapana. Naomba niweke gharama ambayo kila Mtanzania akifumba macho na kufumbua analipa. Ni hela ndogo ambayo ukifumba macho na kufumbua ulipe. Ulipe, uingie kwenye kozi, ujifunze. Ninachokitaka ni wewe uelewe, upige hela bas. Bas. Lakini unilipe at least ile nguvu niliyowekea. Sasa unahisi ni shilingi ngapi? Imagine sio hata 500,000. Ngoja nikurahisishie. Hata haifiki 500,000. Kutoka kwenye mawazo yangu ya milioni 2.7 nimekuja kujikuta nimeweka gharama haifiki 500,000 ya Tanzania. Haifiki 500,000 ya Tanzania. Embu mnipe hata hongera. Embu komentini hongera jamani. Nimejitahidi. Nimejitahidi. Mimi nimelipia makozi dola 1,000 na nimelipia kozi, kuna kozi mimi nimelipia dola 1,300. Kuna kozi Nigeria mimi kanilipisha dola 1,300. Alafu nimekuja kuisoma na kuja kugundua kumbe hata kwa Tanzania haifanyi kazi. Hata kwa Tanzania haifanyi kazi. Labda kwa watu ambao ni wa Kenya, wa Rwanda inafanya, lakini kwa Watanzania haifanyi. Nikatoka hapo nikaendelea kulipia makozi. Jamani. Asanteni at least. Asanteni bwana. Asanteni kwa hongera. Nimejitahidi, haifiki hata 500,000 ndugu zangu. Basi ndugu zangu, mimi nimeamua hii kozi iwe dola 150, lakini sio kwa sasa hivi. Ni dola 150. Dola 150 mara 2,700. Mimi waga napiga mara 2,700. Sawa It's either ulipe kwa dola au ukilipa kwa hela za Tanzania unalipa mara 2,700. Kulingana na nchi niliyopo. Dola ikija huku convert yake ni kama dola 2,700 ya Tanzania. Sasa dola 150 mara 2,700. 150 mara 2,700 ni 4,500,000. 4,500,000. Ni 4,500,000. Lakini nimesema sio kwa sasa hivi. 4,500,000 watu wataanza kulipa 4,500,000 sio sasa hivi. Sasa hivi watu wanalipa dola 100. Ambao mlikopo kwenye live zangu zilizopita mnajua ni dola 100 sasa hivi watu wanalipa kuingia kwenye kozi yangu. Jamani, ni dola 100 tu. Dola 100 tu ambao ni 270,000 za Kitanzania. Dola 100 tu ambayo ni 270,000 za Tanzania. Kuna watu mpo hapa bado hamjasema nitume namba. Shabani kaonyesha hapa 4,500,000. Yes, hii ndo bei halisi ya kozi yangu ambao ndo tutaendelea nayo. Nitawatangazia ni lini rasmi mnaanza kulipa dola 150. Nitawatangazia ni lini rasmi kuingia kwenye kozi yangu itakuwa ni 4,500,000. Lakini kwa sasa hivi ni bado, kwa sababu bado kozi ipo hewani, bado ina run, nimeweka
$100 tu, $100 tu, $100 tu. Yaani mtu yote asipate kisingizio. Ili nitakavyoiweka $150, muda huo nitakuwa nataka kupunguza wanafunzi. Nitakavyoiweka $150, nitakuwa nataka kupunguza wanafunzi. Nitakuwa nimechoka, wanafunzi ni wengi, wamenizidia, na nitaitoa niweke $150 ili nipunguze wanafunzi. Type namba ya account sharp. Watu hawataki kupoteza muda. Ni 270 tu. Ni 270 tu. Sasa kabla sijawaambia mlipe 270, kuna swali hapa nataka niwaulize. Ambao mpo kwenye peji yangu, ambao umeangalia posti zaidi ya moja, umeona nimesema kuna ofa ya nini? Ambao mpo kwenye peji yangu nimesema kuna ofa ya nini na ni shilingi ngapi? Kuna ofa ya nini na ni shilingi ngapi? Type hapo. Ambao mpo kwenye account please. Watu wanataka kulipa sasa hivi. Kuna huyu hapa comment, kuna ofa ya birthday yangu. Watu wanataka account number. Oh my god. Yes. Jamani, embu ambao mpo kwenye hii live, embu naomba mniambie happy birthday. Bado siku 2. Na wote ambao mpo kwenye hii live mnaenda kupata hiyo ofa pia. Unapata punguzo la 50,000. Kwa hiyo ile 270 mliokuwa mnasema nitume namba mlipe, mmepata ofa. Usilipe 270. Lipa 220. Baki na 50,000 siku ya birthday yangu. Naomba uende sehemu ujipongeze. Hiyo 50,000 siku ya birthday yangu, embu kagonge cheers sehemu. Embu nenda sehemu ugonge cheers na mimi. Hiyo siku embu nenda sehemu ugonge cheers na mimi. Hiyo 50,000 baki nayo. Siku ya birthday yangu tarehe 8, nenda sehemu ugonge cheers na mimi. Nitafurahi sana. Hata kama ni Fanta tu ukinunua ukagonga cheers. Nitafurahi sana. Ukagonga cheers, ukanitakia maisha marefu, tayari nimeridhika na hiyo. Sawa Kwa hiyo wote mpo kwenye ofa. Sio kwa sababu umesema okay, mimi sawa niko tayari kulipia 270, nitakwambia sawa lipia. Basi kuna watu watafikiri hii ofa ya birthday yangu ipo kila siku. No, waulize wanafunzi wangu. Kama wewe ni mwanafunzi wangu wa zamani, comment hapa. Sinaga ofa. Sinaga kitu kinaitwa ofa. Ofa huaga ipo kwenye birthday yangu tu. Kwa hiyo ikiisha hii mpaka mwakani. Mpaka mwakani ndio utapata ofa nyingine. Mwakani. Nilitoa ofa kwenye zile live za mwanzo tu, na yenyewe haipo tena mpaka mwakani tena, kwa sababu nimetoa ofa ya birthday yangu, nimetoa ofa siku 8 zote nzima. Kutakuwa hakuna tena ofa kabisa. Kwa hiyo ni mara moja tu kwa mwaka. Ambaye unafikiri nadanganya nitatoa ofa nyingine, usilipe. Subiri ile tarehe 8 ikifika saa 6 ya usiku. Ofa imeisha, alafu njoo jaribu kulipa. Muamala wako utarudishwa kwenye namba hiyo haraka. Kwa hiyo ndo maana nakusisitiza ili usije ukafikiri natania. Kuna watu wengi ndio wanakuwa na ofa nyingi, lakini mimi sinaga ofa nyingi. Napenda kuwa na msimamo kwa sababu ya kulinda wale watu ambao walilipia 270. Imagine mtu ambaye alipa 270, alafu sasa hivi anaona kuna ofa, alafu yeye alishalipa, atajisikia vibaya. Japokuwa na wao pia nimewapa ofa yao ili wasijisikie vibaya katika kipindi hiki cha birthday yangu mimi kuwapa nyinyi ofa. Kwa hiyo siwezi kuwa na ofa za kila siku, kwa sababu waliolipa ada kamili watajisikia vibaya. Umeelewa Lakini pia ada inasogezwa mbele muda sio mrefu. Nitakuja kuwatangazia nikishasogeza ada mbele ikawa 4,000 na 5,000, nitakuja kuwatangazia. Lakini kwa sasa hivi bado unaweza ukalipa. Kama ofa ya birthday ikikupita, basi lipia 270. Yaani ikikupita tu wewe lipia 270. Lakini kama haijakupita, lipia 220 sharp. Ukimaliza nitumie muamala kwenye WhatsApp sharp. Haya, namba za malipo, maana watu wameshasema tuma namba za malipo, wamechoka hata kusema tuma namba. Wewe niwekee namba za malipo hapo. Imagine kuna mtu yuko DM ananiambia, Malugu naomba unifundishe. Oh my god. Haya, namba za malipo hizo hapo. Mnao screenshot, naomba mscreenshot. Asanteni mlioniambia ubarikiwe, asanteni mlioniambia happy birthday. Mungu awabariki, asanteni sana. I'm so happy to share with you guys. Mimi nawapenda sana, nawatakia kila laheri sana. Sana. Namba za malipo ni hizo hapo. Jina ni Queen Luka Malugu. Mimi nimenyooka kama rula. Namba zangu zote ni Queen Luka Malugu.
Namba ya kwanza ya Halotel, ya pili ni ya Voda, ya tatu ni ya Tigo. Naona watu wanakopi namba. Screenshot ambao unakopi unaandika hapa, sawa, haina shida. Yes. Hata kama utakuwa haupo kwenye course, sawa, na umeelewa idea niliyoitoa, kaipambanie mpaka itokee. Yaani nenda kaipambanie mpaka ije kwenye uhalisia. Nenda kapambane. Kama umeamua utaenda kufanya peke yako, nenda kapambane. Kumbuka unapoenda kufanya peke yako kuna matapeli. Kuwa makini, jilinde na matapeli. Jiepushe na wezi. Dunia haina huruma. Kuna mtu mwingine atakwambia, sijui na mimi najua, njoo kule vikapanda vikarudi, atakuibia tu. Kuwa makini. Kama unaenda kufanya peke yako, kuwa makini. At least ambao unaenda kuwasimamia, at least wanajua kwamba wako salama. At least wanajua kabisa mimi niko salama, nitatoa pesa yangu, hata kama nimekopa ndani ya muda mfupi, nitaingia huko, nitamsumbua udada mpaka nitaelewa haraka sana, nitarudisha pesa yangu. Umeelewa? Tayari ana uhakika wa kuwa na safe, yuko salama. Anajua kabisa kuna baadhi ya mistake yeye hatafanya. Kuna wewe ambaye unaenda kufanya peke yako, utafanya mistake nyingi. Una urahisi wa kukutana na matapeli. Kuwa makini. Omba Mungu akusaidie. Omba kabla ya kuanza shughuli yako yote ile. Mungu atakusaidia, Mungu atakuongoza, Mungu atakushana na matapeli. Lakini wewe pia mwenyewe kuwa makini. Nataka nilipe kwa wakala. Kama unalipa kwa wakala, usitoke kwa wakala kabla hujanipigia WhatsApp call, sawa? Usitoke kwa wakala kabla hujanipigia WhatsApp call, sawa? WhatsApp call, namba unazopiga ni zile pale kwenye grupu ambazo ni admin. Ngoja niziandike hapa. WhatsApp. Ukishamaliza kulipa muamala, utume WhatsApp namba za Tanzania, za Nigeria. Ngoja niwekee za Nigeria ambazo ziko karibu zaidi na mimi hapa. Plus 234 812 758 96 93 and plus 2 namba za WhatsApp plus 234 804 is 9 and 849 54 namba za WhatsApp au namba ya Tanzania hii hapa plus 255 plus 255 673 61 64 79. Ukishamaliza kulipa, okay, naona miamala inaingia. Hai. Umeona namba za WhatsApp hizo hapo, namba za WhatsApp. Asante Mungu. Amen. Mungu akulinde na wabaya wote. Amen. Asante. Okay. Wow. Sasa naona miamala ambao mmetuma miamala, mnajua namba ya WhatsApp, mmeshaiona namba ya WhatsApp. Sasa watu wako kwenye grupu huko wanasema please naomba namba nyingine. Namba nyingine ya malipo, mnataka lipa namba. Ambao kwanza mmesha screenshot hizi namba, hebu comment hapo. God bless you. Thank you. Amen. Ambao mmesha screenshot hizi namba, hebu comment hapo kama tayari. Kama usha screenshot hizi namba, hebu comment hapo. Kama usha screenshot hizi namba, comment hapo kama tayari, ili nitoe niweke lipa namba. Wengine wako huku inbox wananiambia wanataka lipa namba. Ambaye umesha screenshot, okay, ready. Okay, safi. Okay, umesha screenshot? Okay, tayari. Tayari. Oh, thank you. Okay, done. Okay, safi. Haya, niweje niwaekee lipa namba. Na wengine kama unataka namba ya benki, comment hapo unataka namba ya benki. Mwingine kashatuma muamala.
Muamala tena. Watu wako faster. Watu wako Sasa kuna mtu anapiga hapa. Umeshatuma muamala, usipige sasa hivi. Sawa? Nikitoka kwenye live unapiga WhatsApp call. Sawa? Ambaye umetuma muamala, don't worry. Nikitoka kwenye live unapiga WhatsApp call. This immediately nikitoka tu kwenye live upige WhatsApp call. Kwa sababu wengine mkipiga WhatsApp call hapa na mimi nipo naongea hapa, inakuwa tunapishana. Sawa? Yes. Ya bank account please, bank account please. Sawa. Muamala tena. Wow. Sasa imagine watu ambao wapo kwenye live hapa na wanafanya miamala tayari, wanataka waingie kwenye kozi. Imagine the energy ambao wanaenda kuweka kwenye watu kuingia kwenye kozi na kuanza kuwafundisha na kuanza kufanya nao kazi. Hivi naweza kupata kweli muda wa kuanza kumshawishi mtu? Wala. Kwa sababu gani? Kwa sababu muda niliokupo nao, nina wanafunzi wengi, watu wengi wako serious kupita maelezo, alafu na wanahitaji kweli kweli. Yani ni watu ambao wako tayari hata ile 2,207,000 wako tayari kulipa. Yani cha msingi, huyo mtu anajua mimi sio mvivu. Yani nilikuwa tu sijui cha kufanya, leo nimejua, leo nimegundua kumbe kuna kitu naweza kufanya. Kumbe mimi nina idea. Kumbe hii idea yangu nilionayo, kumbe naweza nikaitumia katengeneza hela. Kumbe hii ni mgodi wa pesa. Kumbe huu ni mgodi wa pesa. Na nikwambie, wengine hapa hata sio kwamba ana hiyo hela kwenye Tigo Pesa. Mwingine anaenda anaikopa sehemu, haipate, alafu haje hapo aanze kufanya swala la kuingiza pesa. Imagine ukishaingia kwenye grupu, ndani ya masaa 24 nitakuwa nimekuadi kwenye calls. Ukishaingia kwenye grupu, kwa sababu saizi hapo kishamaliza kutuma muamala. Okay. Ambao mlikuwa mnataka lipa namba, naona mmeshaiona. Naomba niweke namba ya benki kwa ajili ya watu wanaotaka ya benki. Wanaotaka ya benki. Mtu kaja kabisa DM kaniambia, madam nitumie namba ya benki. Haya, nisikucheleweshe ndugu yangu. Usije ukapitwa na ofa bure. Haya, usije kufanya ukapitwa na ofa. Haya, namba ya benki hiyo hapo. Namba ya benki hiyo hapo. Nina namba ya benki hiyo hapo. Mloko mnataka namba ya benki. Haya, screenshot hiyo hapo. Mloko mnataka namba ya benki, screenshot hiyo hapo. Kama ulichelewa, hapana, sio leo tena. Ambao ulikuwa unataka namba ya benki, mmeshaona? Mmesha screenshot? Naweza uza product zangu kwa namna hii. Yes! Ndio, unaweza. Yani haijalishi product yako ulikupo nayo. Unaweza kuuza, unaweza ukazi-upload kwenye soko la affiliate na unaweza ukazi-upload kwenye soko la kawaida. Na ukauza, yani na ukatengeneza mauzo, na hata watu waka-affiliatea product zako. Yani unaweza ukauza. Unaona, kwa mfano ulipokuwa na duka physical, labda una duka sehemu sasa hivi, kuna watu wanauza mara 10 yako na hawana duka kama la kwako. Unanielewa? Mara 10. Okay, waliotaka namba ya benki wameshaichukua. Okay. Haya, muamala tena mwingine. Na hii miamala nayoiona hapa ni ya Voda tu. Ina maana wanaotuma kwenye Tigo miamala yenu nitaithibitisha nikitoka hapa. Miamala ambayo naiona kwenye simu hii hapa ni ya Voda. Kwa watu waliotuma kwenye Voda mpaka sasa hizi, hisi ni kama 5 hivi. Samahani, network inazingua. Tunalipia shingapi? Nimesema 220,000 kama umewahi offer ya birthday yangu, 220,000 kwa sasa hivi. Lakini ukichelewa utalipia 270,000. Umeelewa? Ukichelewa utalipia 270,000. Umeelewa kipenzi? Haya ndugu zangu, mimi nimefika mwisho. Naona huku watu ni wengi. Sasa wameshatuma miamala yao. Watu wasije wakawa watu wananitafuta kwenye WhatsApp size. Message ni nyingi. Watu wananisubiri huku, sawa Kwa hiyo mimi naomba nimalize hii live. Kwa siku ya leo nimefika mwisho. Mungu awatangulie, Mungu awalinde, Mungu atusaidie, ambao nimewaahidi, ambao tunaenda kufanya kazi pamoja, ambao mnaenda kuwa kwenye magrupu yangu, ambao mnaenda kuwa wanafunzi wangu. Mungu atutangulie katika kazi hii. Kila kitu kiende sawa kama tulivyojadiliana leo. Mungu atuepushie na majaribu, Mungu atuepushie na mambo yote mabaya.
tukafanikiwe na mkafanikiwe kama nilivyoahidi. Kwa siku ya leo mimi nimefika mwisho kabisa wa live ya leo, na kwa sasa hivi nataka niwaambie bye bye. Ofa mwisho ikikupita utajua. Bye bye. Bye bye. Bye bye ndugu zangu, Mungu awabariki sana, nawapenda sana, muwe na wakati mwema. Bye bye. Cryptocurrency, yes, ofa ipo kwenye cryptocurrency pia. Unaondoa tu 50,000. Amen, amen, amen. Bye bye. Bye.